Vitu ambavyo vinaweza vikasababisha upate uvimbe kwenye kizazi kirahisi ni vitu kadhaa. Sasa moja hivyo vitu ni kuwahi kubarehe au kuwahi kuvunja ungo kwa mwanamke. Kuwahi kuvunja ungo ni ile hali ambayo unaanza kuona period kabla ya miaka 11. Kuna vitoto vingine vina miaka 9, miaka 10 vinavunja ungo. Kwa maana hiyo ni rahisi sana kuweza kupata majanga ya uvimbe kwenye kizazi. Kwa nini? Kwa sababu vimbe nyingi za kwenye kizazi zinasababishwa na kuongezeka au kiwango kikubwa cha homoni ya estrogen. Yaani unavyopata zile period kila mwezi unavyoenda zile miezi mingi, ndivyo riski yako ya kupata uvimbe inakuwa kubwa. Sasa nini solution kwenye hili? Huwa ni kubeba ujauzito. Wamama wanaowahi kuzaa haraka, mtu ana miaka 18, 19 na beba mimba, ni vigumu sana kuweza kupata hizi fibroids. Lakini wale ambao tunaita null parity, unakuta mtu anaenda ameshavunja ungo hata kama kawaida tu miaka 16, lakini mtu anakuta miaka 35 hana mtoto hata mmoja. Ni wazi kwamba ni hatari na anaweza kupata hizi fibroids kirahisi kabisa, kwa sababu muda mwingi anakuwa anaenda period, kila mwezi anaingia period. Kumbuka, ukishabeba ujauzito una miezi 9 ya kupumzika au upate zile estrogen attacks. Yaani ni hivi, ile period huwa inarutubisha vimbe. Kwa ndio maana ukienda hospitali kama una uvimbe mdogo, watakwambia beba ujauzito. Ukibeba ujauzito zile vimbe zinapotea. Kwa kitu cha kwanza kinachosababisha upate vimbe kirahisi ni early menarche, yani ukiwahi kubarehe. Lakini kitu cha pili watu tunaita null parity, yani mtu ambaye hajawahi kubeba ujauzito, kwa sababu ile inampa estrogen attacks nyingi. Lakini kitu kingine ni umri, kama nilivyokuambia. Umri yani umeshafika umri wa kuzaa miaka 20, lakini kutokana na shule, upo chuo nini, unakuta ni ngumu. Kwa hiyo unakuwa kwenye hatari ya kuweza kupata hizi tunaita fibroids au vimbe maji. Vimbe kwenye kizazi ni tofauti na vimbe maji. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vinachangia sana kupata vimbe. Kitu cha kwanza ni obesity. Kitu kingine ni obesity. Obesity ni uzito kuwa mkubwa au mtu kuwa mnene. Yale mafuta yanayojaa kwenye mwili wa mwanamke huwa yanabadilika, yanakuwa homoni ya estrogen. Kwa mtu ambaye ana obesity huwa anakuwa na changamoto hiyo ya kupata fibroids. Lakini vitu vingine waga ni vitu kama pombe, mwanamke anayekunywa pombe sana, lakini pia wanawake ambao wanakuwa na upungufu wa vitamini D. Sawa, vitamini D ile ambayo tunaipata kwenye jua. Jua halileti vitamini D, ila ngozi na cells ambazo jua likichoma inasababisha unapata vitamini D. Sawa? Lakini kitu kingine ni kuwa na pressure, hypertension. Pressure ikiwa kubwa unakuwa kwenye risk ya kuweza kupata fibroids. Sawa. Sasa kwa wale watu ambao wana changamoto wa baby ujauzito au mimba zinatoka kutokana na fibroids, dozi zenu huwa tunazo. Sawa. Kama unaona utaki kufanyia operation, huwa ni 450. Kwa 0768820776. Hiyo namba yangu. Mikoa karibia yote tuna matawi pamoja na Zanzibar pia. Kwa utatumia hiyo kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa zile zina shilingi, kuna maelezo pia ambayo utapata. Lakini operation ni njia rahisi na ya haraka. Sawa, kwa kuweza kuondoa ile fibroids. Lakini unapofanyia operation lazima uhakikishe uzingatie vivyote nilivyokuambia vya nyuma. Kwa sababu zinaota tena. Kwa sababu ya nini? Hujatibu chanzo. Kwa unapofanya operation labda ya uvimbe au unafanya operation ya hemorrhoid, ile bawasiri, hakikisha unaondoa kile chanzo cha ule ugonjwa. Usipoondoa chanzo cha ule ugonjwa kitaota tena. Nadhani watu ambao wameshafanya hivyo ni mashuhuda. Wanafanya operation 2, 3, umeota tena. Mnaanza kuwaza pengine umelogwa, ni mapepo na nini. Kumbe hujatibu chanzo. Beba ujauzito, beba mimba. Hayo yote yataondoka.